Hapa katikati mnaniona vizuri? Hapa mnaniona? Hapo juu mnaniona vizuri? Mimi ndio Sifuna. Na nyinyi ni kina nani? Ati nyinyi ni kina nani? Walisema hii ni moto wa gazeti, wakasema ni instant coffee, wakasema ni moto ya masakari. Nataka mseme wasikie, hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Tumefika hatujafika? Tumefika hatujafika? Tuelekeze wewe. Wote ni wasikia kabisa. Kenya sasa. Let me hear you say. Let's get together. Asante DJ. Mara ya mwisho nilikuwa hapa, tulikuja na baba yetu hayati Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Nataka nichukue fursa hii maana tunakutana na nyinyi kwa mara ya kwanza tangu mpoteze baba yenu. Niseme poleni sana na nyinyi kwa kumpoteza baba yenu. Niseme asante sana watu wa Voi na watu wa Taita Taveta. Miaka yote ambaye baba amekuwa akitembea katika siasa, mumemshikilia, mumemuunga mkono na mlikuwa mnampigia kura. I can assure you, wherever Baba is right now, he is proud of you, the people of Voi. Mjipigie makofi. Jambo la pili, wakati nilikuja hapa na baba mara ya mwisho, nilikuwa na majina makubwa, nilikuwa na mataji ambaye baba alikuwa amenipatia yeye mwenyewe. Nilikuwa naitwa katibu mkuu wa chama, nilikuwa naitwa naibu kiranja wa walio wachache kwenye bunge la Senate. Lakini kawaida baba akikufa, wakora wanaingia wanachukua mjane, wakora wananyang'anya watoto yao mali. Wameninyang'anya katibu mkuu, wameninyang'anya kinara wa pale bunge, wamesema siwezi sema mimi ni SG tena. Lakini vijana wamenihakikishia leo ya kwamba sio SG tena, ni HE. Munajua HE nyinyi? Hiyo HE zinatoshana na mimi. Wangapi wanasema HE si mbaya? HE si mbaya. Asante sana. Nataka nichukue fursa hii nimshukuru ndugu yangu Mwashako. Njoo hapa ndugu yangu Mwashako. Wakati tumeanza vuguvugu hili ambalo linaitwa Linda Mwananchi, huyu Mwashako ametembea na sisi kila mahali. Na naka niseme kama ndugu yako, asante kwa kuinua Linda Mwananchi. Tumetembea na yeye Kenya mzima. Nasikia mnataka na yeye pia mbadilishie jina. Mnataka kubadilisha jina ya Mwashako. Mnataka aitwe nani? Aitwe nani? Ati gavana wa Taita Taveta ndio huyu Mwashako. Mtamuunga mkono? Wacha nione wale wataunga mkono Mheshimiwa Mwashako. Asante DJ Spider. Huyo ni DJ wa baba. Mheshimiwa Orengo amewaambia wakati ambapo wanatudhulumu ndani ya chama cha ODM, sisi tunaamini Mwenyezi Mungu amesababisha kwamba spirit ya baba itembee na sisi. Tuko na DJ wa baba. Ako hapa anaitwa DJ Spider-Man. Spider mwenyewe. Tumetoka na kila kitu. Saa hii kila mtu anajiita Linda Mwananchi, si ndio? Mheshimiwa Mwashako, watu wako wa Taita Taveta wajue ya kwamba tumetembea na wewe kule Western, hakuna kura ya Kasongo Western. Tumeenda kule Nakuru, hakuna kura ya Kasongo kule Nakuru. Mumetuona Umasaini kule Kajiado, tumekuwa Narok, Wamasai wamesema Ruto ni one term. Sasa anakaa huko State House anatuambia ati kura yake iko Voi. Anasema kura yake iko hapa Voi. Tumeenda mpaka Kisumu, walikuwa wanatudanganya ati Kisumu ni watu ya two term. Hakuna kura ya Kasongo huku. Sasa nyinyi watu wa Voi, nyinyi ndio mtaharibu kura kweli. Hapa kuna kura ya Kasongo, pande hii kuna kura ya Kasongo. Kwa hivyo nataka museme mpaka asikie mahali yuko. Nasikia hako na shamba hapa Voi. Nataka mseme mpaka ifike kwa hiyo shamba yake. Taita Taveta munasemaje? Ati Voi munasemaje? Aende nyumbani asiende? Na tunasema aende
Tuende nyumbani kwa sababu si eti kwa sababu tunamchukia Mheshimiwa Ruto, hapana. Tunamchukia kwa sababu tangu aingie katika uongozi taifa letu limeingia katika hali ya hatari. Wananchi hawa hawana pesa, biashara zimefungwa, hata wale ambao walikuwa wameajiriwa wengi wamefutwa kazi kwa sababu ya ile ushuru ambaye Kasongo amewekea mashirika katika taifa letu la Kenya. Na jambo la kuvunja moyo zaidi, anatutawala kwa kutulazimisha. Mimi kama kijana nasema anaua vijana wetu na hauwezi kutuua na tena ututawale. Haiwezekani. Haiwezekani. Ukiongea na hawa vijana wengi, wacha tuachiwe umaskini wetu bwana. Kama ni stadium wacha ikae, barabara zako wacha zikae. Wamama wetu wanasema wanataka vijana wao wawe hai, wakue, waende shule, wasome, wapate ajira ambayo inaweza kuinua familia zetu kutoka katika hali ya umaskini. Nimeambiwa hapa Voi anajengea nyinyi stadium. Nataka Voi mniambie leo, wewe ukiwa mamba, wanasema uchungu wa mtoto haujuae ni nani. Wewe kama ni mzazi, nataka uinue mkono wako juu kama wewe ni mzazi. Wazazi wa Voi mnanisikia vizuri? Nataka William Ruto wajue, ukisema leo katikati ya stadium ambayo anajenga hapa Voi na mtoto wake matoto wako maisha yake, unachagua mtoto ama stadium? Maisha ya mtoto ni muhimu ama ni stadium? Kwa hivyo tunamwambia Mheshimiwa Ruto, wewe maliza uende. Na wakati tunaingia sisi kama wanalinda mwananchi, tunataka kurudisha taifa letu katika reli ya maadili yaliyomo ndani ya katiba yetu. Tunataka utawala wa kidemokrasia ambapo kila mtu ana uhuru wa kusema, si ati kuandika kitu kwa Facebook kama Twitter unaletewa masubaru ya DCI hapa unapelekwa mahali hatujui unapelekwa. Tunataka utawala wa kisheria, sio hiyo yake ya mambo ni matatu. Vijana nataka munisikize vizuri sana. Kazi inapatikana kwa kuweka mandhari ambayo wawekezaji wanaweza weka pesa yao hapa. Hakuna mwekezaji anaweza kuleta pesa hapa aanzishe kiwanda ambapo ati ikianza kufanya kazi namna hii Ruto ameshafika na muitisha pasenti yake. Haiwezekani. Ati mwekezaji ananunua shamba leo, kesho anaambiwa shamba iko na title 3 na moja ni ya rais. Anaambiwa hata ukienda mahakamani ukipewa hiyo title ya rais ndio itachukua ile wanaita usukani. Sisi tunataka turudi katika maadili yale ya kikatiba, ya kuheshimu haki za kibinadamu, ya kuheshimu demokrasia na utawala wa kisheria. Haya mambo mengine yatafuata. Mimi nataka munielewe watu wa Voi. Hakuna mtu ambaye anachukua ushuru anaweza kushindwa kujenga barabara ama reli. Kwa sababu hiyo vitu yote ni haki yetu, si ndio? Iwapo unachukua ushuru, tunatarajia kwamba utatujengea barabara. Na nataka mjue, dikteta anajenga barabara na mwanademokrasia pia anajenga barabara. Lakini ni mwanademokrasia peke yake ambaye atalinda haki zako za binadamu na kuheshimu demokrasia ndani ya nchi yetu. Nyinyi mnafikiria Moi si pia alijenga stadium ama hamjui? Kiwanja cha Kasarani kilijengwa na Moi. Kiwanja cha Nyayo kilijengwa na Moi. Hata hii huyu jamaa anatuambia anatujengea kiwanja cha Raila Odinga pale Ngong Road. Hiyo ni haki yetu. Lakini ni mwanademokrasia pekee ambaye analinda haki zako. Wangapi hapa wako tayari kurudi kwa hiyo maisha ya Moi ile tulikuwa? Nani hapa anataka kurudi kwa maisha ya Moi? Si tunataka uhuru wetu, tunataka demokrasia. Kwa hivyo tunataka huyu Mheshimiwa William Ruto akanyage kubwa kubwa. Hapa Taita Taveta. Hapa Taita Taveta. Watu wanajifanya hawajui ni mwabonyenye gani wananyakua mashamba yenu. Na mimi najua nyinyi mnajua nani ananyakua mashamba yenu. Mnajua nani ananyakua mashamba hapa? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Imefika wakati mpaka hata akijenga barabara za Taita Taveta zote zinaingia kwa shamba yake. Hata reli yote inaelekea kwa shamba yake. Alisimama hapa Taita Taveta wakati wa uchaguzi akawaambia chini ya siku 100 mtakuwa mnakunywa maji ya Mzima Springs. Maji ya Mzima imefika kwako? Imefika kwako? Alisema Tsavo mtakuwa mnagawana ushuru 50 kwa 50. Mnaona pesa ya Tsavo nyinyi? Juzi jamaa wa Kajiado wamekuja wanasema pia aliwadanganya mambo ya Amboseli. Mimi nataka niwahakikishie hiki kikosi cha linda mwananchi, wakati tunachukua uchukani katika taifa hili, mashamba yote ambaye yamenyakuliwa hapa Taita Taveta kinyume cha sheria kitarudi kwenu nyinyi wana Taita Taveta. Sisi ambao tunaamini katika ugatuzi, hiyo mbuga ya wanyama inaitwa Tsavo kwa sababu wildlife is a devolved function itarudi katika county ya Taita Taveta
chini ya Mheshimiwa Mwashako, yeye ndiye atakuwa anachukua ushuru pale. Kwa hivyo mimi nataka nikamilishe kwa kusema baba hakulea waoga. Baba hakulea waoga, na ndugu zenu wa Olkalau wamewaonyesha kwamba haijalishi unatumia nguvu za polisi kiasi gani, unachukua pesa kiasi gani. Nataka nihakikishie nyinyi wananchi hapa, tutadai Ruto deni lenu. Tunataka kabla ya mwaka 27 ile vitu yote watu wa Olkalau wamepata lazima sisi sote tupate. Huyo Ruto ajue hata mimi nangoja mtungi yangu ya gas. Huyo Ruto ajue mimi na watu wa Taita Taveta tunangoja viatu zetu. Huyo Ruto ajue hata mimi bila kujua mahali nitapeleka hiyo meli, nataka meli yangu ndio tuingie kwa uchaguzi. Kumbe hii kuweka stima na mambo ingine inaweza kufanyika tu ni kujifanya wanajifanya hawana pesa, kwa sababu wanaiba pesa kila wakati wanapeleka kwa hivi vitu empowerment. Boy, mko tayari? Muko tayari? Tukisema twende mpaka mwisho mtasimama na sisi, ama nitageuka nikute mmetoroka? Wangapi wanasema twende mpaka tuonane na ukweli jicho kwa jicho? Asanteni sana, Mungu awabariki. Nataka niwakaribishie sasa Seneta wa Vihiga ambaye pia ndio incoming governor wa Vihiga chini ya Lindi Mwananchi, Mheshimiwa Godfrey Osotsi.